mtu asiamini tena mambo ya Mungu, anakuwa mtu imani tena hamna kabisa. Unaweza kuona huyu mtu alikuwa muombaji mkubwa, huyu mtu alikuwa mchungaji mzuri sana, huyu mtu alikuwa Mkristo mzuri sana, huyu mtu alikuwa mhubiri mzuri sana. Inakuwa kuacha huyu mtu anakuwa mbaya zaidi automatically, kwa sababu vile unavyovitenda tayari ufalme wa shetani wa giza unakuwa ndani mwako, ndani ya moyo wako. Ndipo sasa unasikia sasa mapepo wanafanya makao ndani ya mtu. Ndipo sasa unasikia mapepo wanafanya makao. Manake wakishafanya makao kupitia ile dhambi mtu anayoitenda, wanakaa humo, na ndio kwa maana huyo mtu hali yake inakuwa ngumu sana. Unasikia mtu anakuwa mkatili, mpaka basi mtu anakuwa muovu, basi ashaurike, haoni tena. Maana yake unasikia mtu anakuwa anaharibika kabisa. Na ndio kwa maana maandiko inatuonya kwamba tueange sana na dhambi, tuikimbie dhambi, tuiache dhambi. Na ndio kwa maana maandiko inasema hivi, yeyote amekuwa ndani ya Yesu Kristo, maana yake amekwisha kufa kwa mambo ya dhambi, anakuwa hai kwa mambo ya haki. Na ndio kwa maana maandiko yamesema kwamba inabidi kukataa dhambi. Jinsi gani unaweza kuilinda moyo wako? Ni kukataa dhambi, ni kuepuka dhambi, ni kuepukana na dhambi, ni kuepukana na dhambi yoyote ile. Kama nilivyokuambia kwamba shetani anapotaka akuharibia wewe kesho yako, anaoikamata ni moyo, kwa sababu ufalme wa mbingu unatumika na prinsipi yake. Hata maandiko yanakuambia kwamba Mungu anatenda kadiri, asema kwa ile imani itendayo kazi kwa upendo ndani mwetu. Unasikia? Manake hata imani yako kutenda kazi ni katika upendo. Sasa Mungu kwa sababu anatenda kazi kuselo prinsipi ya ufalme wake, according to his principle ya ufalme wake, maana yake shetani na yeye ili aharibishe hiyo yote ya Mungu, ni lazima naye atakuingilia humo kwenye moyo, mwenye moyo ambao Mungu hakuumbia dhambi. Yeye shetani analeta sasa dhambi, na ubaya moyo ukiingizia dhambi unageuka mara moja. Yaani unageuka, unachukua mfumo wa huo dhambi, hasa unaharibikiria, sababu hauendi tena vizuri. Utakuwa moyo hautaishi sawasawa na jinsi Mungu alivyoikusudia. Sasa ili ujue kama unaingiza vitu vibaya, ni kama vile gari ya kubeba mafuta ya petrol, wewe unaingiza maji, itatembea hii gari? Haitatembea. Ni kama vile unachukua plastiki, wewe unakamata sijui moto unaweka juu ya plastiki, ile plastiki itakuwa nzima? Haitakuwa nzima, itayeyuka. Ndio kwa maana hata mioyo ya watu inayeyuka na dhambi. Mungu akuumbia moyo dhambi yoyote kuingia ama kuwa na uwezo ya kukaa ndani, na mtu ana relax. Ndio kwa maana Mungu anasema kwamba wale watendao dhambi ni watumwa wa dhambi, ni watumwa wa dhambi. Lakini sisi, Kristo akiwa ndani mwako, wewe ni mtumwa wa Kristo, ni mtumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yake tuko watumwa wa haki, tuko watumwa wa haki. Maana yake utumwa wetu, raha yetu, furaha yetu ni wakati tunapotenda matendo mema, ni wakati tunapotenda matendo ya haki. Na wakati mwenye haki, kama unataka kufuatilia vizuri, we mtoto wa Mungu mwenye kuzalika mara ya pili kweli kweli, ili ujue kwamba moyo Mungu akuiumbia kwa nguvu na uwezo wa kuchukua dhambi. Angalia siku moja ukianguka kidogo ama ukitenda maneno isiyofaa, ona jinsi moyo wako unavyonungunika na unavyokosa amani. Ni kama vile wanakubabua moto, ni kama vile unakuwa malaleze, yani unakuwa una amani, unatafuta toba ya haraka, unatafuta ujitakase kwa haraka ili utokane na hiyo hali. Ni kama vile una amani, amani ya Kristo unapotea. Ni kama vile unasikia upendo wa Kristo hamna, unajisikia kama vile hauna amani, hauna furaha, hauna yule wa kwanza. Utatafuta ujitakase kwa damu ya Yesu Kristo, na ukishajitakasa kwa damu ya Yesu Kristo, ukishamrudilia Mungu, unajikuta sasa unakuwa mpepeo, unakuwa na amani, unakuwa na furaha, unakuwa na kile kicheko. Nilitaka kuanguka kweli kweli.
Haujaonaka. Kama hujaonaka, basi siku utakapopatikana na hiyo shida, utaona dunia yote inakuwa ovyo sana. Ukianguka kwenye dhambi ama ukimkosea Mungu, utajikuta unakuwa ovyo sana, utajikuta huna amani. Kwa nini? Kwa sababu moyo haukuumbiwa uwe uchukue dhambi yoyote ile. Lakini shetani anapokuingizia dhambi, anaingiza dhambi ni kupitia ndani ya moyo, kupitia mawazo. Maana shetani anatenda dhambi ni kupitia hila. Maana yeye ni muongo, anakuingiza ndani mwako. Maana yeye kazi yake ni kwenda kucorrupt hiyo hisia zako zote, kwa sababu ukweli ni kwamba Mungu aliumba hisia zote za mwanadamu, sio kama ni dhambi. Hisia za tamaa, hisia za hasira, hisia za huzuni, hisia za furaha, hisia za kupenda, hisia za kufurahi, vyote vile, ile hisia zote ni za kibinadamu, zinamfanya mtu kuwa mtu. Sasa tunasikia zinamfanya kama mtu tayari, ni mtu ambaye ana function vizuri, ni mtu ambaye anakuwa na maamuzi, mtu anakuwa na utashi wake. Voila, hiyo zile hisia zote Mungu aliziumba ni yeye. Sasa zile hisia shetani anazikorapte. Shetani akisha kuzikorapte, ndio nasikia mtu anakuwa mwenye tamaa ovyo, tamaa ya wanawake, tamaa ya sijua mwili, tamaa ya macho, yani mtu anakuwa ovyo. Kama akikorapte hisia za hasira, mtu anakuwa ni mwenye hasira, ni wembe, yani anakuwa ni kisu, mpanga, yani vile vile masaa tofauti. Unaona mtu anakuwa mzinzi, mwizi, mwasharati, kiburi, mfuta bangi, ovyo. Hivyo vyote shetani anazicorrupt wapi? Moyoni. Anazicorrupt kupitia nini? Moyoni, kwa kuweza kuzichochea tamaa za mwili. Na ili mpate kujua kwamba ni moyoni huo wote uovu mnaoona mtu akiutenda katika mwilini, sio kwamba ni nafsi ndio moja kwa moja anaanza anatenda. Sio kwamba ni roho moja kwa moja anatenda, sio kwamba ni mwili moja kwa moja inatenda. Vyote, tabia zote, vyote unavyoviona duniani, waovu wote na wachafu wote, vyote unavyoviona, vyanzo vyake shetani anaharibisha ni moyoni. Soma kitabu cha Mathayo 15:17 hadi 20. Imesema hivi: hamjafahamu bado ya kuwa kile kiingiacho kinywani hupita tumboni kikatupa chooni? Bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uaji, uzinzi, uasharati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi. Lakini kula kabla hujanawa mikono hakumtii mtu unajisi. Amina. Yaani unaona, ukweli ni kwamba tabia zote, kama nilivyokuambia, maana yake sio kwamba ni mwili wako moja kwa moja unatutumuka tu unatenda bwizi. Sijui nafsi yako inatenda, roho yako inatenda. Pana maana yake ni moyo. Kwa nini ni moyoni? Anayesababisha yoyote wizi, mawazo mabaya, uzinzi, uasharati, uongo, mawazo mabaya ni nani? Ni shetani. Kupitia nini? Udanganyifu. Dhambi zote wanadamu wanazozitenda ni kupitia udanganyifu wa shetani, hila yake ya shetani. Na ndio kwa maana maandiko yanakuambia vizuri kwamba kwenye Yohana 3:9 inakuambia kwamba yeyote amezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wa Mungu unakaa ndani mwake. Huyo mtu hawezi kutenda dhambi. Katika huko Yohana wa kwanza 5 kisha ule 18 kwamba asema hawezi kutenda dhambi aliyezaliwa na Mungu, maana ujilinda mwenyewe. Unasikia? Ujilinda mwenyewe. Sasa hii yote ni kwamba shetani ndiye anayesababisha maovu hayo, kwa kuweza kucorrupt hisia za watu na kuleta ila yake kwenye mioyo ya watu na kusababisha vituko vingi sana kwenye mioyo ya watu. Sasa wewe mwanadamu, kwa sababu tuna uwezo wa kuishinda dhambi, maana yake mtu wewe uliyezaliwa na Mungu itenda dhambi, maana yake ni wewe ndo unairuhusu, unaikubalia, maana yake unamkubalia shetani, umfungulia mlango. Na ndio kwa maana Mungu atatupeleka hukumuni. Na ndio kwa maana kusema hivi, katika moyo mdanganyifu mkubwa ni shetani, anayetanganya watu na kuagizia mambo mabaya. Wale watu wakishakubaliana na yale mabaya,
ndimo sasa, manake ubaya unatengenezwa ni moyoni. Ukishatengenezwa moyoni, unazaa hivi tulivyoviona Yesu alivyosema kwamba mawazo mabaya, kunatoka uuaji, ndio kwa maana kunatoka uzinzi, uasharati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano na kadhalika. Maana yake vinaanza ni moyoni, ndipo nafsi anasababisha hivi vitu vitokee mwilini. Vitokee mwilini ni nafsi sasa, na ndio kwa maana nafsi inayotenda dhambi itaangamia na kuchomwa. Huyo ni Yesu Kristo aliongea habari haya ya nini? Ya moyo. Ndio kwa maana ndugu zangu ni kwamba ili ulinde moyo wako uilinde kabisa moyo wako, tafadhali acha dhambi, acha kuchezea maisha ya dhambi. Kadiri unavyochezea maisha ya dhambi, kadiri huku naua uzima wako, huku unapotea ndani. Ndo jinsi vyanzo vya uzima viko nakwisha. Ndo jinsi imani ya Kristo inakwisha. Ndo jinsi upendo wa Kristo huku unaisha. Ndo jinsi huruma unapotea. Ndo jinsi vyanzo vya uzima vinakwisha. Manake na ndo jinsi huku nakwenda kuipungukia neema, na mwisho wa siku utaangamia. Na si tu kuangamia bure katika ziwa la moto hapa duniani, moyo wako utakuwa na majeraha, Majeraha ni nini? Ni ugonjwa wa moyo. Huu moyo ambao tunaoongelea sio moyo unaopampu damu hiki kimoyo cha nyama. Tunaongelea ni moyo spiritually ambao unatokana na uzima, imani, upendo na kadhalika. Unasikia kupata majeraha moyoni ni manake moyo wako unavunjika, manake una ugonjwa. Ama tuseme kuvunjika kwa moyo, it means moyo wako unakuwa muovu. Ukishakuwa na moyo muovu, kuna hali moja utaanza kusikia kwenye maisha yako. Ndio nasikia mtu ambaye amepata majeraha moyoni mwake, ama moyo wake umevunjika kwa sababu ya kutokusamehe. Alipewa mimba na mwanaume, akamkimbia, akamwacha. Hiyo kitu kilimuumiza, akashindwa kusamehe, akakaa kwa miaka na miaka. Ama watoto wake walimsaliti. Watoto wote walibeba mimba kwenye nyumba yake, wa kike wote. Hakuna aliyeolewa. Mama anakaa na huzuni mama anakuwa na uchungu, mama anakuwa na stress, hataki kusamehe. Au tuseme walimuua mtoto wake. Kuna mtu aliua baba yake, kuna mtu aliua mama yake, hasamehe kabisa, hasira, uchungu. Kuna mtu pengine alilauchiwa na baba yake, alibakwa na kaka yake, alibakwa na mama yake, alibakwa na baba yake, alibakwa na mjomba yake. Au kuna yani mambo vituko tofauti. Unasikia? Au kuna wewe mwanamke, mama yako alitembea na mume wako. Unasikia? Mama yako anatembea na mume wako, akampa na mimba. Hiyo yote ikakuwa huzuni, ukakuwa na huzuni, ukashinda kusamehe miaka na miaka. Kile kitu kitakufanya majeraha. Kitakachofuata ni kwamba moyo wako utavunjika, moyo wako utapondekana, moyo wako utakuwa na majeraha. Baada ya majeraha ndipo unasikia mtu sasa hali yake ya mwili inaanza kwenda vibaya. Mtu anakuwa na mapresha, mtu anakuwa na mshtuko wa moyo, mtu anakuwa mwenye hasira. Mtu anakuwa mwenye hasira sana. Ukimwona tu mtu ni kidogo anakasirika. Huyo kwamba huyo mtu alishakuwa na majeraha. Kuna vitu ambavyo alipitia vilimuumizaka moyo, akashindwa kusamehe, akaendelea navyo. Ama kuna mtu alitoa mimba sana, sasa akafikia mtu akaolewa. Hiyo hatia ikaanza kumrudia kila mara, hajaomba msamaha, hajatengeneza. Hiyo hali itamvunja moyo, na tayari huyo mtu atajikuta na matabia tofauti ya hatari, kama vile hasira za kupita kiasi, furaha ya kupita kiasi. Maanake huyo mtu unaweza kufanya kitu kadogo kwa kuchekesha ama kakufurahi, atacheka, atafurahi kuliko hata kawaida ya kufurahi. Ukiona huyo mtu wa namna hiyo, ni mtu ashavunjika
moyo. Ni mtu ashakuwa na majeraha ya moyo. Una mtu mwenye hasira, ni kidogo tu hasira, yani huyo mtu sio bure, ni kwa sababu ya kuvunjika moyo wako na majeraha. Kuna wengine ni aibu sana ya kupitiliza kiasi, maana yake huyo mtu ni majeraha. Kuna mwingine maana yake yeye atakake kukaa na watu, yani mpaka peke yake, yani kukaa na watu, maana yake huyo ni mtu ana majeraha, maana yake na kadhalika. Hayo ndio madhara mengine ya kutokusamehe, ama ya kutokuacha dhambi, ama ya kutokuacha maovu, ama ya kutokuacha mabaya. Maana yake ile yote yatakuletea ile majeraha yote. Maana yake moyo wako, kuna wengine ni woga, maana yake atakuwa na woga sana, woga wa kupitiliza sana, ni kutokana na kutunza hasira, kutunza dhambi kadhalika na uchungu. Maana yake vyovyote ndio madhara ya moyo kuvunjika. Hasa vitu vinavyovunja sana moyo na kuipelekea majeraha sana, hasa ni kitu kinachoitwa hasira, uchungu, ukali, huzuni, stress, pamoja na kutokusamehe, alafu pamoja na uoga. Ukiwa mtu muoga, moyo wako utavunjika, moyo wako utakuwa na majeraha. Pamoja na hiyo hali ya hatia sana, hatia dhambi ya zina uliyofanya, ya ngono uliyofanya na watu tofauti, ya mimba uliyotoa, ya washarati, ya bwizi, ya matukano, ya uongo, ya hivi hatia, nayo inavunja moyo. Maanake kudebulone moyo na kuweka katika hali ya moyo kuwa paralyze. Maana yake inakuwa moyo unakuwa mwovu. Maanake moyo wako hauna tena na sifa ile njema Bwana aliyoiumbia, na unashangaa uzima unaweza kupunguka. Hiyo ndo madhara. Tuyaone hapa madhara ya moyo kupitia dhambi. Tuone madhara ya dhambi moyoni. Tusome Zaburi 38 mstari wa 3 hadi 10. Imesema hivi: hamna uzima katika mwili wangu kwa sababu ya ghadhabu yako, wala hamna amani mifupani mwangu kwa sababu ya hatia zangu. Niliwaambia mambo ya hatia. Maana dhambi zangu zimenifunikiza kichwa kama mzigo mzito, zimenilemea mno. Jeraha zangu zinanuka, zimeoza kwa sababu ya upumbavu wangu. Nimepindika na kuinama sana, mchana kutwa nimekwenda nikihuzunika. Maana viuno vyangu vimejaa homa, wala hamna uzima katika mwili wangu. Nimedhoofika na kuchubuka sana, nimeugua kwa fadhaa ya moyo wangu. Angalia hapa, asema nimeugua kwa fadhaa ya moyo wangu. Bwana, haja zangu zote ziko mbele yako, kuugua kwangu hakukustirika kwako. Moyo wangu unapwitapwita, nguvu zangu zimeniacha, nuru ya macho yangu nayo imeniondoka. Amen. Huyu ni Daudi. Daudi alikuwa anaanza kulia mbele ya Mungu kupitia dhambi alizokuwa anazifanya Daudi. Kulikuwa kipindi Daudi alipitia katika changamoto. Kama kuna mfalme alipitia changamoto za hatari, Daudi alikuwa anaongea ni kwa habari ya moyo wake, jinsi ulikuwa umekuwa na majeraha na kuvunjika na kupondekana kwa maana ya majeraha. Alafu sasa moyo wake uliharibika. Wakati moyo wake uliharibika, manake uzima uliondoka, manake amani iliondoka, sifa zote za moyo vile Mungu alivyoviumbia ndani vilitoweka. Akajikuta sasa, akaanza kumlilia Mungu amrudishe kwenye hali yake ya sawa, amgange moyo wake, aigange majeraha yake, aondoe majeraha ya moyo. Na hii magonjwa yote huyu alikuwa anaongea sio kwa maana ya magonjwa ya mwili, ni magonjwa ya huyu moyo. Moyo ulikuwa umegonjwa,
moyo ulikuwa muovu wa Daudi, moyo ulikuwa na majeraha, moyo wa Daudi kupitia dhambi. Ndio kwa maana akasema hivi, amna uzima katika mwili wangu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ghadhabu yako. Ghadhabu ya Mungu ilipatikana kupitia nini? Asema wala amna amani mifupani mwangu kwa sababu ya hatia zangu. Amuna amani mifupani mwake kwa sababu ya hatia zake. Zile hatia ni hatia za dhambi zake alikuwa anazitenda. Manake zile hatia za dhambi zake zilisababisha sasa hata mifupani mwake, kwa maana ya moyo wake, kwa maana ya moyoni mwake amuna amani, amuna amani. Maana akasema katika ine kwamba asema maana dhambi zangu zimenifunikiza kichwa. Ndio kwa maana nakwambia kwamba dhambi ni mbaya, dhambi ni mbaya. Kama unataka moyo wako uwe sawa, moyo wako uendelee uishi, uendelee kuwa na uzima, uendelee kuwa na imani ya Kristo, ulinde imani yako, ulinde wokovu wako, ulinde chochote chako, linda moyo wako. Na kulinda moyo wako ni kuepukana na dhambi, ni kutokuishi maisha ya dhambi, maisha ya wanawake, maisha ya wizi, maisha ya ushoga, maisha ya umbea, maisha matetano, masimango, maisha ya kiburi, maisha ya huzuni, maisha ya hasira, maisha ya uchungu, maisha ya wizi, maisha ya uwaji, maisha ya tamaa, maisha ya ngono, uasharati na wanawake wa watu, kama vile Daudi alikuwa anafanya yake. Akasema hivi, asema dhambi zimenifunikiza kichwa kama mzigo mzito, zimenilemea mno. Asema jeraha zangu zinanuka. Hizi jeraha nazoongea zinanuka, si kwamba ni jeraha za hii nyama, ni majeraha ya moyo inanuka.